ongoza kila kipindi, ninasihi ya kwamba kaweze kuteka mawazo yetu kwenye kipindi hiki cha Wakili Tena, ukatufunze mausia atokayo kwako na utupatie moyo wa utendaji. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu. Jana tuliweka msingi muhimu sana na tukasema ya kwamba upendo ambao Mungu ametuonyesha unadai moyo wa shukrani. Na Mkristo yeyote ambaye anaishi katika ulimwengu huu leo kwa kusahau yale ambayo Mungu alimfanyia jana na kufumbia macho yake kwa wema wa Mungu wa leo, huyo Mkristo ni rahisi sana kwake kuiasi imani. Yaani mtu asiyeishi maisha ya shukrani ni mtu ambaye anahatarisha kwamba aweze kumkana Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwake. Kwa sababu ukisahau mahali Mungu alitoa jana, hautaamini mahali ambapo anakupeleka kesho. Ni muhimu sana. Na tukaangalia Mariamu ambaye hakusahau wema wa Yesu wa jana. Na kwa sababu hakusahau wema wa Yesu, tukasoma jana, Mariamu alihisi kwamba ampatie Yesu, ajitolee kwake na kitu chenye thamani sana. Lakini pia Mariamu aliweza kumpatia Yesu kila kitu alichokuwa nacho. So wherever there is a thankful heart, the resultant thing is a sacrificial giving. Mahali kuna moyo wa shukrani, matokeo yake ni kutoa kwa kujinyima, lakini pia kumpatia Mungu yote aliyokupatia. Leo nataka tupige hatua mbele zaidi tena tunapojenga swala hili ambalo tunalizungumzia. Nikukumbusha pasipo kusahau, tukasema jana, hili sitaki nilisahau. Uwakili hauanzi kwenye mfuko. Uwakili unaanza kwenye moyo. Moyo mahali hupo, hazina itafuata. Moyo mahali umepeanwa, hazina bila shaka itakuwa hapo napo, kwa sababu umejitolea kwa huyo ambaye unamtolea sasa. Ukiangalia maandiko, tunaingia somo la leo sasa. Inapendeza namna ambavyo maisha ya watu fulani kwenye Biblia yanavyoregelewa. Inapendeza namna ambavyo japo walikuwa wamekufa na kipindi chao kimepita, wakati inaandikwa kuwahusu, itakupendeza namna wanavyotajwa. Nitapeana mifano miwili tu kwa sababu ya ufupi wa muda. Kwa mfano, Waebrania 11 mstari wa 5. Waebrania 11 mstari wake ni wa 5. Biblia inasemaje? Twende kwa upesi sana. Waebrania 11 mstari wake ni ule wa 5. Biblia inasema kwa imani. Biblia inasema kwa imani 15. 5. 11 verse 5. Inasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Sawa. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Amina. Imagine kama Enoka angefufuka alafu apate hilo limeandikwa kumuhusu, angesikia vipi haswa ya kwamba Enoka alikuwa mtu mwenye ushuhuda ya kwamba alimpendeza Mungu. That is a testimony ambapo hata ukifa na ufufuliwe upate kwamba hivyo ndivyo ilivyoandikwa kukuhusu, moyo wako unafarijika, moyo wako unahisi vizuri sana. Kuna watu ambao wametajwa vizuri sana kwenye Biblia. Mfano mmoja tu wa mwisho, Yakobo 5:17 na 18. Yakobo 5:17 na 18. Soma kwa upesi, inasemaje? Yakobo 5:17 na 18. Twende. 5:17 na 18. Inasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Sawa. Akaomba kwa bidii mvua inyeshe. Sawa. Na mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Tulia tu hapo, achia hapo, Mungu akubariki. Eliya naye anapotajwa baada ya kuondoka kwake tena, unaona Biblia inamtaja kwa namna ya kupendeza. Imagine leo tukuzike, alafu Mungu afanye muujiza wa kukufufua, alafu kifufuko napata limeandikwa fungu ya kwamba Robinson alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini imani yake haikuwa ya kawaida.
alikuwa kama sisi tu, lakini imani yake haikuwa ya kawaida. Ufufuko upote imeandikwa ya kwamba Robinson kabla hajaondoka ilishuhudiwa ya kwamba alimpendeza Mungu. Yaani kwenye kijiji hiki cha hapa Betalimi tulitafuta mtu kama yeye, hatukumuona mtu mwenye roho wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema mchungaji wakati wa mchana. Yaani ukipata ushuhuda kama huo kukuhusu, moyo wako unafarijika, moyo wako unasikia kutulia. That testimony, ushuhuda kama huo ni a result ya maisha ya mtu ambaye aliishi pasi na kusahau wema wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuko na the opposite, na hiyo ndio tutachukua muda wetu mchana huu wa kipekee tunapojifunza kipengele kuhusu wakili. Tuko na kinyume cha hii, Mambo ya Wanyakati wa Kwanza, First Chronicles, the opposite ya hivyo visa vizuri ambavyo tumevisoma. Chronicles chapter 2 verse 7. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 2 mstari wake wa 7. Soma kwa upesi. Biblia inasema hivi na wana wa Karmi Akani yule mwenye kutaabisha Israeli aliyekosa katika kitu kilichowekwa wakfu. Sasa huyu ni Akan. Habari zake zinapotajwa baada ya kuondoka, hivi ndio Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa ni mtaabishaji wa Israeli. Yeye alikuwa yule ambaye alikosa kwenye kitu ambacho ni kitakatifu. Imagine sasa tena tupindue sasa kisa hiki. Ufe leo, alafu muujiza ufanyike, ufufuke, alafu upate imeandikwa Robinson aliyekuwa ni mtaabishaji wa Better Living Getembe. Hatujawahi kumwona mtu ambaye alilisumbua kanisa kama Robinson. Hatujawahi kuona mtu ambaye alitatiza kanisa kama Robinson. Hatujawahi kuona mtu ambaye alipatia kanisa wakati mgumu kama yeye. Kama hiyo ndio hotuba itapeana katika mazishi yako, sidhani kama unaweza kupenda sana. Lakini swali ni kipi ambacho kilimfanyia Akani kufikia kuwa na swala kama hili kuandikwa kumhusu? Ni kipi ambacho kilifanyika kwenye maisha ya Akan ambayo kilimfanya swala kama hili liweze kuandikwa? Nikukumbushe, Akan alikuwa ni Mwana-Israeli na Mungu alikuwa anawaandaa kuwapatia mji wa Yeriko. Na Mungu alipoandaa kuwapatia mji wa Yeriko, akawapatia masharti ya kwamba walipaswa kuzunguka mji wa Yeriko mara 13. That is mara moja kwa siku 6 once, na siku ya 7 mara 7, 13 times. Na hatima ya kuzunguka mji, Mungu alisema angewapatia ushindi. Imagine mji ambao kama Waisraeli wangeachwa peke yao hawangeweza kuuteka. Kama Waisraeli wangeachwa na ujanja wao hawangeweza kuuchukua. Lakini Mungu kwa muujiza mkuu, Akan akiwa miongoni mwa jeshi la Israeli, akawazungusha pasipo zana yote ya vita. Wakazunguka kuta ya mji wa Yeriko na ukuta ukaporomoka. Badala ya Akan kuwa na moyo wa shukrani, Akan akaamua kufanya kinyume cha Mungu ambaye alikuwa amemtendea wema. Mbona inakatakata? Badala ya Akan kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu ya Mungu kuondoa na kuwapatia ushindi wa kipekee, Biblia inasema kwamba Akan aliamua kumfanyia Mungu kinyume. Na unajua sharti lao lilikuwa ni rahisi tu. Kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 17 hadi 19. Instruction ambayo alikuwa amepatiwa ilikuwa ni rahisi sana. Soma kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 17 hadi 19. Inasema 17. Yoshua 6:17. Endelea. Biblia inasema hivi. Na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo. Endelea. Isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Endelea kusoma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu. Sikiliza, Mungu anawaambia mtaenda kuuteka mji wa Yeriko. Huo mji nimewapatia, isipokuwa mtamspea Rahab kwa kile ambacho alikifanya. Lakini Mungu akawaambia msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa
wakfu. Isikupite hiyo. Yaani kwa lugha nyingine, msiguse kile ambacho kinapaswa kuwa cha kwangu. Kile ambacho nimekiweka wakfu, hicho kisiguswe. Mungu anawapatia instruction. Haya, soma, twende. Inasemaje? Msije mkakitwaa kitu kilichowekwa wakfu. Baada ya kuweka wakfu, nanyi hivyo mtafanywa matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Achia hapo. Anasema kama mtagusa kitu ambacho ni kitakatifu. Sikia, kama mtagusa kile ambacho kinapaswa kuwa changu, nimekichagua, anasema mtaileta laana kati ya Israeli. Kwa hivyo sharti la Mungu lilikuwa lipo wazi tu kwao. Nendeni, nimewapatia mji, mzunguke. Lakini mkishauzunguka, kuna vile ambavyo ni wakfu kwa sababu yangu, hivyo msiguse, mtaleta laana kati yenu. Na wakaenda kama Biblia isemavyo, wakazunguka, na Akani akaamua kufanya kinyume na agizo la Mwenyezi Mungu. Akan akachagua kufanya the exact opposite. Yaani Mungu alimwonyesha upendo usio wa kawaida, Akan akamwonyesha ubinafsi usio wa kawaida. Mungu alimwonyesha uaminifu usio wa kawaida, Akan akamwonyesha kutokuwa mwaminifu kusio kwa kawaida. God loved him extravagantly, na yeye akakuwa selfish extravagantly. Baada ya kile ambacho Mungu alimfanyia, akaamua kufanya kinyume na agizo ambalo Mungu alikuwa amepeana. Na utatambua ya kwamba kwa sababu ya kosa la Akani, Israeli walishindwa kusimama mbele ya taifa dogo linaitwa Ai. Yani lilikuwa dogo kama herufi ya jina lake hivyo tu. Ai. Walishindwa kusimama mbele ya taifa dogo kabisa. Sikilizeni wapenzi, utiifu huwa unavutia mibaraka kutoka kwa Mungu. Obedience attracts blessings from the Lord. Utiifu huwa unavutia mibaraka kutoka kwa Mungu, and the opposite is true. Yule asiye mtiifu, badala ya kufutia baraka zitokazo kwa Mungu, huwa anafungua mlango na mwanya wa laana kuingia. Si nibadilishie basi kupata sauti. Asante. Kwa hivyo ni vitu viwili tu. Tuchague kuwa watiifu baada ya wema ambao Mungu ametutendea. Tuchague kuwa watiifu baada ya ukuu ambao Mungu ametuonyesha. 1 2. Tuchague ili kwamba tuwe watu ambao wanaokiri wema wa Mwenyezi Mungu, ama tumuonyeshe Mungu namna ambavyo baada ya wema ambao ametutendea, baada ya uzuri ambao ametuonekania, bado tuchague kutokuwa waaminifu. Nikuulize na kutia changamoto, ni mangapi ambayo Mungu amekufanyia? Hata kwenye muktadha wa somo, ni kuta ngapi za Yeriko ambazo ulikuwa huwezi kuzishusha, na Mungu pasipo hekima yako, pasipo ujanja wako, pasipo uweza wako alizishusha. Alikuondoa mahali ambapo huku umetoa mgonjwa ukaleta maiti. 1 2. Sawa, asante kwa kazi nzuri. Nilikuwa nasema nini? Sawa. Nimekumbuka. Nilikuwa nasema kwenye maisha yetu kama watoto wa Mungu, kuna kuta za Yeriko ambazo Mungu amezishusha. Kuna sehemu ambazo zilikuwa ngumu, haisukumiki, haiendi mbele, lakini Mungu kwa mkono wake ajabu alitunusuru. Sasa baada ya Mungu kutufanyia hivyo, swali, how do we respond back? Tunaitika vipi kwa huyu Mungu ambaye ametuonyesha uaminifu, ametuonyesha upendo, ametuonyesha fadhili, ameshusha chini kuta nzito ambazo hatungeweza kuzishusha. Akani kwa yeye alichagua kuonyesha kwa ubinafsi. Akwani kwa yeye alichagua kuonyesha kwa uchoyo. Na hebu sikia kitu ambacho Akan alifanya. Hebu sikiliza ili kwamba ukapate kuwa na sababu. 7:21. 7:21. Yoshua 7:21. Biblia inasema hivi. Sawa. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli
200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nilivitamani. Nikavikua, tazama, nimefichwa mchangani katika ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Achia hapo. Na unajua, samahani kwa kutumia neno gumu hili, upumbavu wa kutokuwa waaminifu ni kwamba unatudanganya kwamba tunaweza kuchagua waaminifu kwa siri. Tunaweza kuchagua kumwonyesha Mungu kwamba sisi sio waaminifu secretly. Manake Akani yeye, baada ya wema na uzuri wa Mwenyezi Mungu, alihisi ya kwamba I will be unfaithful secretly. Nitachagua ili kwamba nisiwe mwaminifu, lakini kwa siri. Ndio kitu ambacho alikichagua. Na nikwambie, ukichagua ya kwamba utembee katika barabara ambayo sio ya uaminifu, hata ukichagua kuifanya kwa siri, Mungu akiamua kukushughulikia bado anakufikia. Usisahau wema wa Mungu maishani mwako. Usisahau yale ambayo Mungu amekufanyia. Usisahau kuta ambazo Mungu amezishusha. Ukizisahau utakuwa mwepesi, utakuwa wa haraka sana kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Na mahali popote ambapo hakuna mwaminifu ni mlango wa kipekee wa adui kuingia. Niseme tena, Mkristo yeyote asiye mwaminifu anampatia shetani fursa ya kipekee ya kuvuruga maisha yake. Atakuja aombewe, atakuja atafute ili kwamba akuwe rescued out, lakini tatizo ni ya kwamba huyu naye si mwaminifu. Inahitajika kwamba kama tunataka ulinzi wa Mwenyezi Mungu kwenye baraka ambazo ametupatia, ni sharti tuwe mawakili waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa, hebu nipungie mkono wako namna hii. Amina. Kama tunataka ulinzi wa Mungu uwe juu ya vitu ambavyo tupo navyo, uwe juu ya mali ambayo ametubarikia nazo, baraka zake nyingi tu, kama tunataka ulinzi wake uwe hapo juu, ni sharti tuwe waaminifu, tuwe mawakili ambao hawagusi vile ambavyo ni vya Mungu. Manake kugusa vya Mungu ni kufungua malango ya laana. Kugusa vya Mungu ni kumpatia shetani nafasi ya kuvuruga. Kugusa vya Mungu ni kuhakikisha adui zako hutasimama mbele yao. Ukitaka kusimama mbele za adui yako ili kwamba Mungu aweze kupatia ushindi mkuu, inahitajika tuwe mawakili waaminifu kwa yale ambayo Mungu ametupatia. Na ni kweli kuna statistics ambayo ilifanyika kutoka division ya kanisa yetu, na huo utafiti ukasema ya kwamba kanisani ni watu 3 juu ya 10 ndio wanaoregesha zaka na sadaka. That is research. Statistics doesn't lie. Haidanganye. Actually hapo umenichukua mimi, umeingiza ndani ya supu. Manake hapo ndio ninaogelea. Hapo ndio ninakulia hapo. Statistics never lie. Statistics ikisema imesema, manake they are facts. Ni figures ambazo zimekuwa drawn. Wanasema in church members it's only 3 out of 10 church members faithfully return to the Lord. Na unajua recommendation kwa hiyo research ilikuwa inasema ya kwamba kama tungelikuwa tukiregesha kwa uaminifu kilicho cha Mwenyezi Mungu, sisi wa Adventista wa Sabato, watoto wetu wangekuwa na opportunity ya kusoma kwenye institution zetu bila kulipa hata shilingi moja. Kwa sababu ya ule uaminifu ukiwepo, kila kitu cha Mungu kitapatikana. Lakini kwa sababu wengi hatujakuwa waaminifu, sio kwa zaka, sio kwa sadaka, sio katika shukrani za makambi, ndio maana kazi ya Mungu imelemazwa, na ni kwa sababu tumesahau wema wa Mungu aliyotufanyia jana. Kazi ya Mungu imesimama kwa sababu tumefungamanisha yale ambayo Mungu anapaswa kuwa yake, yamesalishwa kuwa yetu. Actually huenda tumechimba katika nyumba zetu, tukaficha mahali. Zaka ya Mungu ipo katika karo za watoto wetu.
Zaka ya Mungu ipo katika biashara zetu. Zaka ya Mungu ipo katika medical bills zetu. Na sasa unakuja ili kwamba uombewe mtoto apite shuleni. Unakuja uombewe ili biashara inawiri. Sikiliza, dawa ya anayechukua zaka ya Mwenyezi Mungu ni kuiregesha. Upige magoti, uombe, tuseme amina. Tukimaliza, kama unaifahamu kwamba kweli ipo, ni kuiregesha kwa Mungu. Lakini si hiyo ni common sense. Imagine nije kwako nipate 1,000 juu ya meza, alafu nikitoka usione, alafu niito niambia, Robinson, wewe ndio uliingia hapa kwangu peke yake, kulikuwa na 1,000 hapa juu ya meza. Nikwambie samahani, ninaomba msamaha, mimi ndo nilichukua. Yataisha hivyo? Sawa, nimekusamea, lakini fanya nini? Iregeshe. So if we are aware kama kuna section ya kile ambacho ni cha Mwenyezi Mungu tumekitoa, ambacho kilikuwa kimewekwa wakfu kwa sababu ya kazi yake, if our knowledge can lead us unto that, ili kwamba tusifungue mianya, nafasi ya familia zetu kupokea laana ya Mwenyezi Mungu, kutopata ulinzi wa Mungu juu yetu, ni lazima, si kwamba tunamhonga by the way, lakini ni ashirio kwamba tunaelewa kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Imetupasa nasi kuwa waaminifu kwa Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwetu. Tusiwe kama Akani ambaye alisahau yale ambayo Mungu alikuwa amemfanyia. Kuwa mwazi ili kwamba Mungu aweze kukupatia baraka za kipekee zinazotoka kwake. Inapofikia hatima, kwenye kile kitabu kizuri kinaitwa Patriarchs and Prophets, ukurasa 497, Ellen White anavuviwa kuandika hivi: miongoni mwa washiriki wa kanisa in good and regular standing kuna Akani wengi. Miongoni mwa Wakristo in good and regular standing, anasema kuna Akani wengi. Kisha baadaye anasema kumwibia Mungu, to defraud God, is the greatest crime of which man can be guilty. Kumwibia Mungu ni hatia moja kubwa ambayo mwanadamu anaweza kushukiwa kwayo, kama nimetafsiri sawa. And yet this is the sin which is deep and overspread. Anasema kama kuna dhambi ambayo ipo na imesambaa sana, ni Wakristo ambao wanachukua vitu ambavyo vinapaswa kuwa vya Mungu. Usimpatie shetani nafasi ya kuvuruga maisha yako. Na nikwambie, ukitaka shetani apate nafasi ya kuvuruga familia, biashara, watoto, wewe shikilia kile ambacho ni cha Mungu. Hiyo hatadai ya kwamba hiyo ni himaya yake, na kama ni himaya yake atafanya kila awezalo ili kwamba aikoroge, aitawale, aweze kuhakikisha kwamba amekupotezea raha ya maisha kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Nilikisoma kisa kimoja ninapomaliza. Bwana mmoja aliamua kuuza nyumba yake, na alikuwa anauza $2,000. Hiyo pesa ya Kenya, dola moja sasa ni pesa ngapi? 130. Ni zaidi 133. Hatusema 130. 130 times 2 ni 26. Tukiongeza hapo mbele inakuwa pesa ngapi? $2,000 kwa Kenya. Sawa, hivyo aliamua kuziuza hivyo kwa sababu ya muda. Sasa baada ya kuamua kuuza, yule aliyenunua akabagain. Alafu alipobagain, yule jamaa akaamua kuikata half price, akampatia at $1,000. Lakini akamwambia, nitakupatia nyumba yangu at $1,000 na one condition. Ati gani? Utaniruhusu niache msumari mmoja mdogo kwa mlango, just one small nail pale kwa mlango. Mimi sitaki nyumba nzima. Kama huu ni mlango, ile mbao ya juu hapo, utaniruhusu ule msumari mmoja ambao kwa hapa juu niache kwa hiyo nyumba. Ukikubali hiyo, I give you the house at half price. Akasema that's a good deal, na atakataa hiyo nyumba ambayo ilikuwa inauza $2,000, alafu amekupatia half price. Kisha anasema ni msumari tu anaacha. Akamwambia ni sawa, hakuna shida. Baada ya miaka kadhaa, yule aliyeuza akataa kuinunua nyumba tena. Kisha yule bwana ambaye alikuwa ameinunua akakataa. Akasema pana, mimi siuzi nyumba. Akasema ni sawa. Yule bwana akaenda porini siku ya kwanza, akachukua mzoga ambao ulikuwa umekufa, akaja nao akauning'iniza kwenye yule msumari. Akamwambia vipi, mbona kwangu unaweka mizoga? Akasema kumbuka the last time nilikuzia nyumba nilikwambia nyumba yote ni yako, lakini huu msumari ni wangu. I choose what to do with it.
akaweka mzoga siku ya kwanza. Mzoga ukatoa harufu kwa nyumba, hatimaye ukaishia. Alipohakisha imekauka, saa harufu haipo, akaleta a fresh one. So akawa anaweka mizoga, akiweka mizoga, mwishowe yule jamaa alishindwa kuvumilia, alihama, akaacha hiyo nyumba. Sikiliza, tukiacha shetani na nafasi hata dogo katika maisha yetu, ataitumia kuning'inizia mizoga yake hapo. Ukiacha nafasi hata dogo maishani mwako kwa kugusa vitu ambavyo ni vya Mwenyezi Mungu, shetani atapata nafasi ya kuning'iniza mizoga yake. Unashangani kwa nini watoto ninawalea kanisani? Sisemi that is the case, it could be. Nimewalea kanisani, wameimba oh we are the pathfinder strong, wamesema by the grace of God I'll be pure, kind and true, wakaenda ambassadors, wakavaa uniform, lakini wakaishia ambassadors, wamepotea, wakora, wanavuta bangi. Shetani amewateka. Labda nimesema labda ni kwa sababu mahali Mungu alipaswa kuweka ulinzi, wewe kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu uligusa cha Mwenyezi Mungu, shetani akapata mwanya wa kuingilia kati. Manake Akani alipowataabisha Waisraeli, hawakuweza kusimama mbele za adui wao. They couldn't stand. Ai, mji mdogo. Imagine walikuwa wameshinda vita vikubwa before Ai. Lakini ilipokuja kwa Ai ikawapiga kisawasawa. Kwa nini? Because of one person katikati yao. Natamani mchana huu wa kipekee Mwenyezi Mungu akupatie moyo wa kujihoji. Ujiulize, jinsi Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, je, inawezekana kuna kile kilicho cha Mungu ambacho nimekiweka kuwa kwa matumizi yangu ya kawaida? Je, kuna kile ambacho kinapaswa kuwa cha Mungu ambacho mimi nimeonyesha ubinafsi, uchoyo tu, kutokuwa mwaminifu? Is that my experience? Na Mungu kwa neema yake atusaidie kuachilia vilivyo vyake, ili tunapoachilia vilivyo vyake naye aweke ulinzi kwenye baraka ambazo ametupatia. Mungu na atubariki. Amen. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako milele. Tunakushukuru kwa sababu ya kutufunza ya kwamba tuhitaji kusahau wema ambao umetutendea. Na iwapo kwa sababu ya